الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا رسول الله محمد بن عبد الله، وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. Amma ba'du, tunayempenda Mtume Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka alizaliwa, kisha akalelewa, lakini akakabidhiwa jukumu la kuhudumia Uislamu. Jukumu lile baada ya kukabidhiwa halikuwezekana alitekeleze akiwa pale Maka alipokabidhiwa, hivyo zilitengenezwa sababu ndogo ndogo kwa lengo maalum, kwa hekima na maamuzi ya Allah subhanahu. Akahama Maka akafika Madina. Pale Madina aliliendesha jukumu la kuufikisha Uislamu kwa nguzo kuu tatu. Nguzo ya kwanza, kutengeneza eneo au kujenga ili kuwakusanya watu mule, kisha wafikishie jukumu la da'wa ya Uislamu. Nguzo ya pili, aliwaunganisha ndugu aliyegombana na ndugu yake, akawatengeneza ikawa wanaelewana. Lakini yule ambaye hajuani na mwingine akasababisha wajuane na wafahamiane, wazoeane. Na nguzo ya tatu ilikuwa maridhiano kati ya dini ya Uislamu na wasiyekuwa Waislamu. Huku mbali hatutaki, na kule kwenye jengo hatuhitaji, tunahitaji uunganisho aliofanya Mtume Muhammad kati ya mtu na mtu. Iwe ndugu yake walikosana wakagombana akawatengeneza, iwe hawajuani akawaunganisha, Maanswari na Muhajiri akawafanya wawe kitu kimoja. Lakini ukisoma historia, wale watu wa Madina, kulikuwa na kabila mbili kubwa maarufu, Ausi na Khazraji. Wote ni watu wa Madina, lakini walikuwa na vurugu kubwa wao kwa wao. Kwa hiyo Mtume wetu Muhammad akawaunganisha, na maneno aliyokuwa akitumia kuwaunganisha watu wale, ukiachilia mbali vitendo vya kuwakusanya sehemu moja katika nyumba moja, alikuwa anatumia maneno haya: man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahima, sallallahu alayhi wasallam. Yule ambaye amependezwa au inampendeza yeye kutaka kuzidishiwa umri, yani kama ulipangiwa miaka 10 itaongezwa, au riziki yako ni shilingi 500 kwa kutwa, Allah ataitia baraka, itakuwa inatosheleza matumizi yako. Ndio maneno alikuwa anatumia haya. Akawa anawaambia anayetaka hayo awe anapenda kuunga udugu. Huyu Mtume Muhammad leo tumekusanyika hapa, au wewe ukijiona mwalimu wa madrasa unaamua kusomesha, tambua hiyo ni kazi ya Mtume Muhammad. Ukijiona wewe ni imam
au mwanadawa, mtu wa mawaidha, dawa mbalimbali, mwana harakati mbalimbali wa Uislamu, jua Mtume Muhammad hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Sasa wewe unamuiga nani kusomesha Qur'ani? Ni mwalimu? Au unamuiga nani kuwa ni imam? Au unamuiga nani kuwa mwanadawa? Halafu wewe na shekhe mwenzako wa Museni mna ugomvi, inakuwa mnavunja moja katika misingi mitatu ambaye Mtume Muhammad alikuwa anaendeshea jukumu kubwa aliyopewa na Uislamu. Kwa hiyo Waislamu, masala ya kuonesheana vidole, kugombana, kuchocheana ili tukagombana, haya tuyaache mara moja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Hakika mmeshatambua hilo, masala ya kufanya kibri na ujeuri duniani, mkafanya uharibifu kwa maana ya ufisadi, ikapelekea mkawa mnakata udugu waliouunganisha Mtume Muhammad. Tambueni watu waliokuwa na sifa hiyo hapo nyuma kabla yenu, Allah aliwapelekea laana, akasababisha kuwa na macho lakini yakawa hayaoni, lakini walikuwa na nyoyo, zile nyoyo zikawa hazifanyi kazi. Allah tulinde na ugomvi haya. Turudi kwa Mtume Muhammad. Kwa kukusanyika hapa, tumekusanyika kwa sababu ya kutaja sifa zake Mtume Muhammad. Mabwana, tuna kila sababu ya kuandaa hafla kama hizi, ikawa tunakumbuka sifa na mwenendo na manhaji ya kitwarika na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sio Mtume Muhammad, mabwana, tusingekuwepo si katika ulimwengu huu. Kamata njia mbili, kama sio Mtume Muhammad tusingekuwepo katika dunia hii. Njia ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala, mtu wa kwanza kumuumba katika dunia alikuwa Adam. Allah subhanahu alitanguliza kukusanya malaika, majini na viumbe wengine, akawaambia, inni khaliqu basharan min tin, mie nimekusudia kumuumba Adam kupitia mchanga au udongo. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin, nitakapomuumba, nikimaliza, nikamweka sawasawa umbo lake, nikachukua sehemu ya roho yangu mimi Allah subhanahu, nikampulizia Adam, nyie malaika, majini na viumbe wengine, mnatakiwa mporomoke kumheshimu Adam. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba Adam, akampa taratibu za kuishi peponi pale. Alimwambia, ya Adam, uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Anamwambia Adam, maisha yako na mke wako yatakuwa peponi, na utaratibu hapa peponi, kazi yako itakuwa kula vizuri na unachokitaka kula kuleni, ila kaidi yangu msikaribie mti huu. Adam na mke wake wakapatwa mazongo ya shaitani, akawatelezesha pale walipoambiwa wasifike, wakafika. Hatimaye Adam akapata neno kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo Adam akaanza kumuomba msamaha Allah subhanahu. Kamuomba msamaha, hatimaye mwishoni akaona bado hajapokelewa, aliamua kuzungumza maneno haya. Alisema, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafarta li. Barakallahu fika. Na ndo mpango
Watu wote tunaenda hadhara, lazima tuandae na mipango kama hii. Allah akulipe upate mara mbili ya hili. Anamwambia Rabbi, nimekuomba kwa kosa nililolifanya unisamehe kupitia haki ya Mtume Muhammad, lakini bado hujanisamehe ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqu, umewezaje kumtaja Muhammad na kumfahamu? Umekosea, unaniomba nikusamehe kupitia nafasi aliyonayo Mtume Muhammad. Umemfahamu vipi Muhammad? Ndipo akaanza kujibu Nabii Adamu kwa kumwambia, ya Rabbi, lamma khalaqtani wa sawaita jasadi wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aytu ala qawa'idil arshi maktuban la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ambia Rabbi, uliponiumba ukaniweka sawasawa umbo langu, ukachukua sehemu ya roho yako ukanipulizia, niliweza kuinua kichwa changu nikaangalia nguzo za arshi, nikaona zote zimeandikwa neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Fa'ariftu, nikatambua, annaka lam tadif ila ismika illa ma huwa ahabbu alkhalqi ilaika, huwezi kuegemeza jina lako la ilaha illa Allah kisha mbele ukaweka jina la kiumbe mwingine isipokuwa atakuwa kiumbe huyo ni bora katika viumbe vyako kuliko kiumbe kingine. Sallu ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia, saddaqta ya Adam, hapo Adam umepatia na umesema kweli, annahu ahabbu khalqi ilayya walaulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqtu ad-dunya wa ma fiha. Hapa ndiyo sababu ya sisi tuna kila sababu ya kukusanyika kumsifia Mtume Muhammad, kwa sababu ni uhai wetu. Anamwambia ni kweli, huyo Muhammad ni katika viumbe wangu waliokuwa bora kuliko kingine katika viumbe vyangu, na kama sio yeye wewe Adamu nisingekuumba katika dunia kukuleta, lakini sio wewe tu, na dunia yenyewe nisingeiweka katika ulimwengu. Dunia imekuja kwa sababu ya uwepo wa Mtume Muhammad. Lakini haya yote yanasemekana, yanasemwa, Allah subhanahu anazungumza na Adam, Mtume Muhammad hayupo ulimwenguni. Ndio jina tulipo pale ameliona Adam. Haya ni maulidi. Mpaka hapo hayo ni maulidi, lakini maulidi haya yamekusanyikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na malaika pamoja na Adam. Wanamtaja Mtume Muhammad kwa utaratibu wa kumsifia Mtume Muhammad. Kwa hiyo namba moja, kama sio Mtume Muhammad dunia isingekuwepo, maana yake na sie ndio wana dunia tusingekuwepo. Sehemu ya pili, Mtume Muhammad, kero za watu wa Makka zimemsumbua sana yeye na baadhi ya masahaba. Alitoka Mtume Makka akaamua kwenda Madina, kwenda Taif kabla ya Madina. Alipofika Taifi alitarajia apate wale ambaye watakubali wito wa la ilaha illa Allah, lakini watu wa Taif walikuwa kinyume, hawakuchukia tu la ilaha illa Allah, walimchukia mpaka na Mtume Muhammad. Katika historia mbalimbali, visa, tarehe inasoma kwamba alipigwa mpaka mawe, ikawa Mtume anaonekana miguu yake imepasuka kwa mawe yanayotupiwa na watu wa Taifi. Mtume wetu Muhammad anaamua kwenda kurudi tena kwa Allah subhana katika bustani ya mayatima wawili, Utba pamoja na Rabia, watoto wa Shaiba. Amesimama Mtume anasema, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata ilati wa hawani ala al-makhluqin, ya Rabb anta rabbi wa rabbul mustada'afin, ila man takiluni, ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwwi mallaktahu amri, ya Rabbi in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali
ya rabbi in lam yakun bika alaina ghadabun fala nubali walakinna afiyataka awsa'u lana ya arhamar rahimin. Maneno haya alipozungumza Mtume Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia malaika Jibril, pasua uwingu wa 7, lakini kamata silaha. Upande wa kulia amekamata malaika Jibril koreo la kung'oa mlima, na upande wa pili amekamata tena koreo ya kubeba kipande cha mbingu. Anakuja kwa Mtume Muhammad, anamwambia ya Muhammad, in shi'ita la atabakana alaihimul akhshabaini ay jabalaini bimakkata. Ukitaka Muhammad, Allah ameniagiza, maombi yako amepokea. Ukitaka niteremshe milima miwili ya Maka niwafunike watu wa Taifi na wengine, wewe utapona. In shi'ita ya Muhammad la asakatna alaihimus samaa kisafa. Ukitaka tuwateremshie pande la mbingu liwafunike watu wa Taif, wewe pia utapona. Mtume wetu Muhammad, kwa sababu yeye ni sababu ya uwepo wa dunia na viliomo katika dunia, alimwangalia malaika Jibrilu kisha akasema, ya rabbi la aqulu hadha wala dhaka walakin aqulu allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun la'alla yakhruju min aslabihim man yaqulu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mola, sisemi la kuwatelemshia milima miwili ya Maka kuwaangamiza hawa, lakini wala sihitaji la kuwatelemshia pande la mbingu ili waangamie hawa, isipokuwa nasema ye Mwenyezi Mungu, waongoze watu wangu hawa, kwa sababu wanachokifanya hawatambui, na yawezekana kupitia migongo yao hawa, kwa maana vizazi vyao vikaja kukubali neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha Mtume akasoma aya. Alikuwa anakumbuka Nabii Nuhu, yeye aliamua kuangamiza watu wake, aliwalingania miaka 1000 kasoro 50, aliwalingania waseme la ilaha illa Allah, wakawa na visa mbalimbali. Akakumbuka ile aya wakati amechukia Nuhu, anaamua kuwaangamiza watu wake. Alisema, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kaffara. Akakumbuka Nabii Nuhu anamwambia, rabbi, hawa watu wangu mie, kila asiyetaka kuamini hakikisha unaangamiza miji yao, usiache hata nyumba moja, kwa sababu ukiacha tu watakuja kuzaliwa watu ambao watakuja kukufuru. Ninajua kama maiki yako takupa sasa hivi, watakuja kukufuru, kwa hiyo waangamize wote. Akadondoka Mtume Muhammad, akaanza kulia Mtume Muhammad ardhini, analia. Allah subhanahu anamwambia tena malaika Jibrilu, rudi tena kwa Muhammad, mbona analia? Wallahu ya'lam, lakini Allah anajua kwa nini Muhammad analia. Ameleta swali kumwambia malaika Jibrilu kamuulize ili atufundishe. Anarudi malaika Jibrilu anamwambia Muhammad, kinachokuliza ni nini? Allah amekupa chaguzi mbili na zote umekataa, umeombea dua, sasa unataka nini? Mtume wetu Muhammad anainuka anamwambia malaika Jibrilu, ummati 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 ummati, kamwambie Mwenyezi Mungu asiangamize umma wangu, asiwaangamize umma wangu. Malaika Jibrilu anakwenda kwa Allah anamwambia, innahu yaqulu ummati ummati, anasema usiangamize umma wake. Mwenyezi Mungu anamwambia malaika Jibrilu, kamwambie Mtume Muhammad, innahu yaqulu ummati 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 wa ana aqulu rahmati 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 wala nasuu Muhammad bi ummatihi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Anamwambia kamwambie Mtume Muhammad, kama yeye analia umma wake usiangamizwe, basi na mie ninatoa ahadi kwa malaika Jibril, kamwambie Muhammad, mie huruma wangu, rehma zangu nitapeleka katika umma wake Muhammad, na wala sitomuudhi katika umma wake Mtume Muhammad,
kamwambie nitampa kile anachoridhia Mtume Muhammad. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.